tuje kwenye somo lenyewe, kipengele cha kwanza ambacho kinabeba siku hii ya leo, kusudi la Mungu kutuingiza 2026. Kusudi la kwanza la Mungu kutuingiza 2026 ni ili tuifikirie toba. Mwambie mwenzio, ni ili tuifikirie toba, na chini yake andika tutengeneze mambo yaliyosalia yanayotaka kufa katika familia, katika maisha yako na katika familia yako. Ndio Mungu amekuingiza 2026 ili kwamba utengeneze mambo ya nyumbani mwako, mambo yanayotaka kufa. Amekuvumilia akakuingiza 2026 ili uweke sawa mambo yako. Bwana Yesu asifiwe. Maana sinijieleza kwamba mambo mabaya ya 2025 ulikuwa unatenda usiingize 2026. Kama angekuchukua 2025 utakuhudhuria ibada ya maombi mwezi wa Mungu ya 10, mtu anaishi maisha ya dhambi, ungeenda mbinguni. Ndio amekuvumilia akakuingiza 2026 ili uweke mambo yako sawa, utengeneze mambo ya nyumbani mwako, mambo ya maisha yako yanayotaka kufa, yale yasiyompendeza Mungu. Petro wa pili sura ile ya 3 mstari wa 8 na 9. Petro wa pili sura ile ya 3 mstari wa 8 na 9. Lakini wapenzi, msilisahau neno hili kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali huvumilia kweli. Tuseme wote, bali huvumilia kweli. Maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote waifikirie toba. Hiyo sababu ya kwanza ya Mungu kuacha watu waingie 2026. Anaona wengine angewachukua 2025 wasingeingia mbinguni, maana mambo yao hayajakaa vizuri. Wanaishi maisha ya Wagalatia wa Galatia 5:19. Yesu asifiwe. Mungu ametoa fursa hiyo ili utengeneze mambo yako ambayo hayako sawa. Lakini kusudi la pili la Mungu kukuingiza 2025 ni ili umzalie matunda. Kama hayo mengine yako vizuri, hakuna salio baya la kuingia nayo 2026, basi Mungu amekuingiza 2026 ili umzalie matunda. Kwa hiyo ukamzalie matunda. Wewe uwekwa hapa uwe jobless, hapana. Umewekwa, umeingizwa 2026 kwa malengo kwamba ukamzalie Bwana matunda. Katika Luka 13 mstari wa 6 mpaka wa 9. Luka 13 mstari wa 6 mpaka wa 9. Lengo la pili la Mungu kukuingiza 2026 ni ili umzalie matunda. Maandiko yanasema hivi, kwa mfano huu akanena mfano huu, mtu mmoja alikuwa na mtini umepandwa katika shamba lake la mizabibu, kaenda akitafuta matunda juu yake asipate. Akamwambia mtunzaji wa shamba la mizabibu, tazama, miaka 3 hii naja nikitafuta matunda juu ya mtini huu, nisipate kitu mkate, mbona hata nchi? Akajibu akamwambia, Bwana, nao hata niutilie samani, nao ukizaa matunda baadaye mema, la usipozaa ndipo ukate. Tuseme wote, nao ukizaa matunda baadaye mema, la usipozaa ndipo ukate. Hiyo ndio sababu ya pili ya Bwana kuingiza 2026 ili umzalie matunda. Na hapa Bwana Yesu alitoa mfano wa mtu mwenye shamba la mizabibu, sio la mtini. Shamba gani? La mizabibu. Kwa hiyo mtini uwepo kwenye hilo shamba la mizabibu ni neema, ni muujiza. Sawa jamani? Yaani ni shamba la mizabibu, lakini peke yako umepanda katika hilo shamba la mizabibu. Na sasa muda wa kutoa matunda, kuzaa matunda umefika. Mwaka wa kwanza yeye aliyekupanda akija haoni kitu, haujaleta mtu hata mmoja kwa Yesu. Hizo mzigo umeleta wakati kwa Yesu tangu
uishie hapo, maana hapo ni shughuli ni pevu. Huwezi ukawa unaingia tu peke yako na kutoka peke yako Januari, Desemba, miaka nenda rudi, wakati umewekwa kwa kazi hiyo ya kumsaidia Bwana. Mwaka wa pili akaja asikute matunda, mwaka wa tatu akaja asikute matunda. Sasa ni mwaka wa 4, anasema mwaka wa 4 sitoi kwa mtini, ukate maana uniharibu hata nchi. Ndipo yule mtunza lile shamba akasema, tafadhali usikate mwaka huu, acha nipalilie, niondoe yale magugu yanayofanya unaonyonya afya ya huu mtini ukashindwa kuzaa, alafu nikishaotoa magugu niweke na mbolea, kama kuna kumwagilia maji nayo nimwagilie. Usipozaa matunda